naitwa Nelson, kazi yangu bodaboda. Bodaboda. Safi mwanangu nyama. Unanyoaje sasa? Au fashion ile? Nataka kunyoa nipendeze. Sasa angalia namna ya kunipendezesha. Basi hilo limeisha mwanangu. Karibu sana. Shukrani bwana ndugu yangu. Ulisema kazi yako ni bodaboda mwanangu, au sio? Una miaka mingapi sasa hivi kwenye bodaboda? Sasa hivi nina miaka kama 5 hivi naelekea. 5? Unapaki wapi? Napaki Mabibo pale. Kuna baa moja hivi maarufu sana inaitwa Ibungo. Mabibo Ibungo baa. Tupo kwa nje pale. Ndio huduma zetu sisi tunatolea pale. Safi sana. Abiria wetu wengi ni walevi wanaotoka baa kupombeka, ndo abiria wetu sisi. Abiria wengi walevi wanaotoka baa wapale, lakini wa kituo hicho sio kwamba abiria wote ni walevi kabisa. Kwa kuna changamoto gani kwa abiria walevi au kwa abiria zako? Changamoto zipo. Kuna changamoto na faida pia ya kumbeba mlevi. Kuna faida. Changamoto tukianza na changamoto, kimbeba mlevi bwana. Unapomtoa pale kijiweni. Sawa. Unatoka naye labda nipeleke sehemu. Sawa. Unaweza ukafika naye pale anakwambia bwana ndugu yangu pesa mimi hapa kesha hapa sina, ngoja nikuchukulie ndani. Sawa bwana. Kwenye swala kuingia ndani sasa ile anakuwa kalewa. Hata mwisho anaingia ndani kuja subiri na wewe mtu atoki. Subiri na wewe mtu atoki, ndio na kwa moja kwa moja hapo ndio ushaumia. Unaona bwana? Hiyo ndio changamoto kubwa tunayopitia sisi ya kubeba walevi. Changamoto zingine labda za kazi ukiachana za kubeba walevi? Asilimia kubwa pale kutokana na kilio chetu sisi tunafanya kazi asilimia kubwa usiku. Unaona bwana? Sasa unapokuwa unafanya kazi usiku, afu especially unafanya kazi na walevi pale. Kuna watu wengine wanajifanya tu, wanatoka mule ndani wamelewa kwa mitungi. Anakuja pale kijiweni, bwana ndugu yangu naomba nikimbize sehemu fulani bwana. Umeona bwana? Lakini pale kuna ndugu zangu nataka nikawachukue alafu tuingie tubadilishe kiwanja. Sasa bwana pale usipokuwa makini unaweza ukajichanganya ukabeba na watu ambao sio sahihi. Mwingine anaweza akakubeba katika kuwapeleka watu wake pale, au kupeleka kwa ndugu kwa wenzake. Sasa uwezi. Ndio. Unaona bwana? Piga tukio pale, kunyang'anya simu. Basi ndio hizo changamoto, lakini kwa makini nazo. Na faida zake labda faida za bodaboda. Kwanza tuanze faida kwanza ya kumbeba mlevi. Sawa bwana. Faida kumbeba mlevi kuna faida sana. Hiyo lazima nielewe sababu kuna raha yake bwana kumbeba mlevi bwana. Ukimbeba akija kwanza pale kijiweni anakulipa pesa kabisa. Bwana mimi sitaki makelele na wewe. Pesa yako hii hapa naomba unifikishe nyumbani salama kabisa. Shakulipa raha. Basi unatoka pale unampeleka mpaka mtaani kwake. Ukifika pale tena anakuuliza ndege gani bwana? Wakatoka shakupa hela nyuma huko. Una ndege gani bwana? Sasa unaanza kujiuliza nimwambie na ndege kiasi gani au nimwambie tu kanilipa au shanilipa. Ngoja hebu nimtest nimjaribu kama kweli kumbukumbu ana. Naambia wewe unajua tumetoka wapi? Mimi sijui bwana, umenitoa wapi mimi sijui. Ndio anaanza kumwambia bwana mimi nimekutoa Mabibo kutoka hapa nauli kiasi fulani, atoa tena anakulipa mara ya pili. Hizo ndo faida za kubeba walevi. Kwa kuna raha yake yani kumbeba mlevi. Kwa changamoto za mabosi labda pikipiki ikiwa ya bosi, mambo ya mikataba unazielezeaje mwana? Mabosi changamoto zao zipo. Changamoto bosi ni kwenye hesabu tu, hana changamoto nyingine. Cha bosi hesabu. Kwa maana pesa yake kama unakuwa una pikipiki ya mkataba, maana kuna makubaliano pale.
Eza pesa yake uitume kwa siku au kwa wiki. Umeona bwana. Kwa kama pesa yake haijafika kwa muda husika, lazima atakusumbua tu kwa vyovyote. Sawa. Changamoto ni hiyo, ila cha muhimu tu ni kupatia hesabu yake kwa wakati. Hakuwezi kuwa na tatizo lolote kati yako na tajiri yake. Kwa hiyo nataka kuniambia kuna bodaboda ambao labda pesa wanapata lakini kupeleka hela kwa bosi ndio inakuwa shida. Hilo lipo. Hilo unajua linakujaje? Kuna muda sawa unaweza ukapata pesa ya bosi tayari unayo mkononi. Umeona bwana? Lakini nahisi mara nyingi ni kwa wale watu ambao hawazingatii sana ile kazi yao. Yaani hawako serious na kazi. Wengi wao ndo wanapenda kutaka kuleta complication na matajiri. Kwamba pesa ya bosi tayari unayo, unataka kujifanya ngoja hebu nikanao nitamtumia kesho. Lakini sio kwamba mtu unakosa pesa ya bosi. Mimi siamini kwenye kukosa yani hesabu ya bosi. Ndio. Unaona bwana? Kwa hiyo unawaambiaje watu wenye tabia kama hizo labda? Watu wa namna hiyo cha kuambia wabadilike tu. Waachane na ujanja. Yaani ujanja kwenye maisha hautakiwi sana. Yaani ujanja sawa upo, lakini unapokuwa unafanya kazi na mtu jaribu kufuata kile anachokitaka ili uende naye sawa. Lakini pia kumekuwa na hizi lawama za siku hizi, bodaboda mnakubaliana vizuri kwamba sehemu fulani nitakulipa shilingi fulani, afu mkifika mnaanza tena kupigiana tena makelele tena mwanzo. Hii inatokana na nini hii? Waga mliziki. Tunafika njiani tumekubaliana vizuri kwamba tunafika mpaka sehemu fulani. Tukifika pale unataka tena hela iongezeke. Hii imekaeje ndugu yangu? Hilo naliongea nishawahi kulisikia, lakini kwa upande wangu mimi tabia hizo mimi huwa sina. Lakini hiyo huwa inatokea vipi unajua? Unaweza ukambeba mtu. Sawa bwana? Naomba unipeleke, labda unamtoa labda Mabibo, nipeleke labda Sinza. Ndio. Sawa bwana, nipeleke pale Vatican kwa Mood Cutting pale. Lakini sasa kabla hatujafika pale, naomba unipitishe kwa Masekela pale. Nachukua chips dakika kama 2-3 hivi, nishatoa oda kabisa. Alafu tunaingia wapi? Kwa Mood pale. Sawa bwana. Makubaliano yanakuwa hivyo. Unamtajia kiasi chako pale na unakuwa umekadiria muda wako. Umeona bwana, kulingana na maelezo yake. Unamkadiria pale na pesa ambayo unaitaka. Mnakubaliana labda kiasi fulani. Lakini sasa unafika pale sehemu ambayo alipanga apitie kwanza. Umeona bwana, mimi nataka yangu nipitishe kwanza kwa Masekela ndio nipeleke kwa Mood. Umeona bwana. Unafika pale kwa Masekela unakuta anakutana na mshikaji wake. Wanaanza story. Wapiga story wewe akwambia lolote. Mbona tayari naona hapa katikati kuna jambo tayari limeingiliana sasa kulingana na makubaliano yenu. Ndio. Umeona? Wewe katika akili yako unakuwa unajua au mtu mzima hapa atafanya nini, atajiongeza kutokana na muda alionipotezea. Umeona bwana? Unaamua ukaushe msikilizie. Si ndo kama bosi wako kwa wakati huo lazima uwe mpole. Ila unajua tu ukifika lazima mtafanya nini, mtaelewana. Basi unamsubiri pale anamaliza shughuli zake, unampeleka sehemu yake aliyokuwa anataka kwenda. Ndio. Unafika pale anakupa kiasi kile ambacho mlikubaliana wakati mnatoka kijiweni. Umeona bwana? Sasa namwambia bwana, ndugu yangu, mimi leo tuliongea sawa ni kiasi fulani, lakini tumefika pale imekuwa tofauti. Wewe ulianza yaani kuna muda umepotea. Muda naomba ufanye nini? Ufidie. Sasa bwana, ongeza labda kiasi fulani. Yeye anaanza kuona kama unataka labda kumletea ujanja, kama unataka kumdhulumu wewe. Anaanza tena kuwa mkali na yeye. Kwa hiyo unachotaka kuniambia kwamba inabidi tu mna hamu ya kuambia wateja kwamba mnapokuwa kwenye makubaliano fulani mwe mnazingatia makubaliano na muda. Si ndio maana yake? Sahihi kabisa. Yaani cha msingi abiria ambao tunawabeba sisi bodaboda inatakiwa wanajua sisi tunafanya nini pale kwenye kazi yetu. Kwa maana sisi tuna umuhimu. Kwa hiyo inatakiwa wajali muda wetu. Wasione kwamba sisi kazi yetu sio rasmi. Unaona bwana, hii ni kazi rasmi. Sawa bwana. Na ndo maana hiyo ni kazi rasmi ambayo nyinyi nawafanya mnaishi mjini. Maisha yenu yanaendeshwa
kwa sababu ya pikipiki, kwa hiyo mwe mnaheshimiana. Sahihi kabisa. Ni kijumla lazima mteja abiria aheshimu muda wa dereva wake aliyemkodi, sababu sio kuheshimu muda tu, mpaka yeye mwenyewe amheshimu vile vile, kwa sababu wengine bodaboda wanaweza kukuta bodaboda wa kawaida tu, lakini nyumbani ana familia vizuri tu na anaishi na familia yake kupitia ile kazi anayoifanya. Unaona bwana, kwa ni hicho tu. Heshima ni jambo la msingi sana kwenye kazi, unapokuwa unafanya kazi na mtu. Lakini pia sio kwamba ni wao tu, sometimes unaweza kusikiza kesi mara mbili ukakuta bodaboda naye ndio miayusho naye. Pia ni sahihi. Hiyo labda unaizungumziaje? Hilo ni sahihi unaloliongea. Kuna baadhi ya bodaboda wana tabia za ovyo pia, sio wote lakini kuna baadhi wana tabia za ovyo. Unawaambiaje nao wenye tabia za ovyo kama hizo? Au umesimama tu kwenye upande wa wateja, lakini kwenye upande wako hutaki kuzungumzia? No, mimi sisimami upande wa wateja tu peke yake, hata bodaboda wenzangu pia natakiwa, tunapokuwa tunafanya kazi inatakiwa kweli tujue pale tumeenda kufanya kazi sawa, tunahitaji nini kwenye kazi zetu sawa, kwa sababu kufanya kazi bila kuzingatia unachokifanya huwezi kufika pale unapopataka, huwezi kupata kile unachokitaka. Unaona, kwa sababu leo hii ukimdhulumu mtu haimaanishi kwamba wewe shughuli yako ndio imeishia pale pale, kwamba wewe ndio umeshinda tu, hamna. Ndio. Inatakiwa ujue kwamba unapofanya kazi na mtu kuwa na nidhamu, mheshimu, kuwa muoga. Hiyo nzuri. Lakini mna ugomvi gani bodaboda na sheria za barabarani mwanangu? Yaani bodaboda mtaki kabisa kuangalia sheria za barabarani, mtaki kabisa kutii sheria. Kuna shida gani? Shida yenu itaisha lini? Hilo kiuhalisia bwana, kwenye kutii sheria bodaboda. Kwanza bodaboda kama unavyojua bodaboda inaitwa, wanaita sasa hivi wanaita usafiri wa haraka. Sawa bwana. Unapoambiwa kitu cha haraka nadhani unaelewa hapo kwamba ni kitu ambacho subira kwake ni jambo, yani ni nadra sana kuwa na subira. Umeona? Kwa unaposema kwamba usafiri wa haraka ni usafiri ambao mara nyingi kuwa na yule dereva kuwa na subira huwa ni mara chache sana. Umeona? Sheria sawa zipo, unaweza ukafuata sheria, lakini inategemea sheria unazifuata wakati gani. Mimi kwa nyinyi uharaka wenu nyinyi mpo tayari hata kupoteza miguu, kupoteza maisha kwa sababu ya uharaka wenu? Hapana. Ule uharaka sio kwamba unakuwa na haraka au uko makini. Ni uharaka, yani mtu unakuwa una haraka lakini pia uko makini. Hamna, sisi tunaona kwenye mataa, mtu anaona kabisa taa zinaruhusu watu wa huko inatakiwa wapite. Lakini bodaboda anapita kwenye pua kabisa ya gari. Umeona bwana? Sawa, mnasema kwamba nyinyi ni usafiri wenu wa haraka, lakini kuna muda inabidi muangalie na sheria inasemaje. Lakini pia mkiacha sheria inasemaje, angalia na wewe uhai wako, uhai wa chombo cha kwako na uhai wa chombo cha mwenzio pia. Bado mtu labda anaweza akafanya, yani taa zimeruhusu, mtu anapita, bodaboda anajipitisha mbele, alafu ukimkosa anakuonyesha kidole. Hii imekaeje hii? Anakuonyesha kidole cha vipi yani? Sasa kuonyesha kidole cha kutukana. Hii imekaeje hii? Hebu tuambieni kitu yani kwamba kuna shida gani yani, hasira zinawakaa. Hii ikoje hii ndugu yangu? Kidole cha kati. Hapo sawa, hapo sawa. Unakuja una overtake, unapiga honi nyingi, lakini unakuja mpaka mlangoni kwa mtu unamwangalia kwanza sura yake. Ndio maana siku hizi wanaweka tinted kwenye gari zao, sio kwamba labda hawataki kuonekana kwamba muwaone, lakini mnawapimia. Unakuta mtu anakupimia na kuangalia, je, unafananaje? Tusi linakufaa, kama tusi alikufanya na kuona anakuogopa kutokana. Umeona? Je, hivi mnajisikiaje mkiwa mnatukana barabarani? Asema kiukweli bwana, mimi siwezi kuliongelea hilo kwa sababu tabia hizo mimi sina. Basi ongelea kwa wale ambao wako nazo. Sasa sijui ambaye anafanya mambo hayo anakuwa anahisi kitu gani.
nashindwa kumuelezea mtu wa namna hiyo, ila kiujumla ni kwamba hayuko sahihi kufanya jambo hilo barabarani. Washauri sasa. Unaona bwana. Swali langu ni kwamba tabia hizo sio nzuri. Fanya kile kilichokupeleka barabarani kufanya. Sawa. Kwa sababu leo utamtukana dereva aliyopo ndani ya gari, bahati mbaya umeenda mbele umeteleza pale. Yule umeshamkwaza huko nyuma. Akikupitia juu kuna tatizo gani? Yeye ana hasara gani? Hawezi kuwa na hasara, lakini ungejifunza namna ya kuishi nao vizuri, pengine yule angekuwa msaada wako wa kwanza pale. Hivyo tu ndo naweza kuwashauri madereva wenye tabia za ovyo. Kuna muda mwanangu, kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Ukiona mtu ana gari barabarani, kwa miaka hii hapa miwili 2025 na 2024 na 25 mpaka na 26, kuna magari mengi sana barabarani, na maana watu malena ni wengi sana. Kwa hiyo barabarani unapoona mtu anaendesha gari, jua kimoja ni kipi hapo, kati ya gari au yeye. Si unanielewa? Kwa hiyo mnapokuwa barabarani muwe makini kidogo ndugu zetu. Tunajua kwamba mnatafuta riziki, sisi hatuna ugomvi na nyinyi. Lakini sasa tabia zenu zinatuchafua. Hamna ugomvi na nyinyi kilikuwa na hayo magari. Gari mimi nalo mwanangu, kwani unajua au unaongelea yenye magari? Sawa, mimi pia ni mwanga kwenye hilo. Mimi nishagongwa mara kibao. Bodaboda anakugonga mwanangu, anakugonga na kuharibia gari, akitoka hapo anakukimbia. Na anakukimbia kiasi cha kwamba unaona kabisa kwamba hapa naweza nikamsukuma akadondoka, lakini akidondoka kesi nyingine. Afu tena bodaboda nyinyi waga mna watu wako hospitali. Yaani kila bodaboda mkeo yuko hospitali. Ukimgonga hapa bodaboda hapa au labda akakugonga, ataanza kukwambia brother nisaidie, mimi nisamee, mke wangu yuko hospitali, si anaumwa, si nini hapa kitu kinipagawa. Sasa mnasingizia mna matatizo, lakini barabarani hamtaki kabisa tuwe sawa. Hii inasababishwa na nini ndugu zetu? Kwa nini msibadilike? Sawa, usafiri wenu nyinyi wa haraka, lakini kwenye taa au kwenye sehemu ambayo inahitaji sheria, angalia na uwezekano kwamba je, naweza nikapita. Unaona kama mtu anakaribia yuko hapa hivi, lakini hamna time, na unataka upite hapo hapo. Bodaboda bwana mnakwaza bwana. Yaani natamani ningempata mtu naye ambaye ana hadithi yake ya bodaboda aizungumze na kisanga cha yeye na bodaboda. Kwa hiyo bwana, tunathamini uwepo wenu, lakini tuangalieni na sisi. Mkishatugonga visingizio vinakuwa vingi. Hela kulipa hamna. Bado tena mnatukana watu wenye magari. Bwana, watu wenye magari hawapendwi, wanakasirika sana. Umesikia ndugu yangu? Kwa hiyo kawe mjumbe wa wenzio au watu wa sasa hivi hapa bodaboda, tutii sheria barabarani, au hata kama hatutotii sheria kuna uwezekano kupita, huo uwezekano kweli. Sio sehemu unaona kabisa hapa ya kufosi. Mimi kuna muda ninaona kabisa kwamba huyu jamani hapa yani kila kitu kinaniruhusu kwamba nimgonge na kesi hiyo ya kwake, lakini sasa tunafikiria muda, tutapoteza muda, tuanze kubishana, tuanze kupelekana huku. Kwa ndugu yangu, hiyo nalo mzingatie bodaboda. Sio kwamba tunawasema labda tuwataki, ni ndugu zetu, kaka zetu, wajomba zetu, natafuta ugali, lakini bwana watu wenye magari mnawakwaza sana, wanalalamika. Sawa ndugu yangu? Unachokiongea na kuelewa, lakini pia hata nyinyi ambao mnamiliki magari, inatakiwa mwe mnajua kwamba kuna watu wanaitwa bodaboda barabarani. Sawa. Alafu pia nao wana haki ya kutumia ile barabara kama mnavyotumia nyinyi. Kwa sababu mara nyingi unakuta hata bodaboda anafanya uamuzi wa kufanya hayo unayoongelea wewe. Labda anamtukana dereva, sababu anapita anagonga gari na ngumi, anakimbia. Unaona bwana? Hayo yote yanatokana na nini? Kutokana na baadhi ya madereva, kuna madereva wengine wanakuwa bado sio madereva wazuri, sawa? Au hatuwezi kuwalaumu sana barabarani. Ila kuna madereva ambao wanakuwa wao akishakuwa yupo ndani ya gari, tayari anaona yani yeye ulimwengu wote wa kwake.
Umeona bwana? Sasa watu wenye magari haya ya kawaida yani wanajifanya yani kama ndo dunia tayari ya kwao yani kila kitu. Umeona? Hapana. Sio kwamba watu wenye magari ya kawaida. Nyinyi waga mnachagua magari, mnaangalia gari. Ukiona hii gari ni ST, gari ya bei rahisi labda, unaona mimi naweza nikaigonga afu nikamkimbia. Kuna yani bodaboda hawezi kumkuta kapita mbele ya gari la gharama. Ila kiuhalisia unachokiongea bwana hapo mimi siwezi kukubaliana wewe. Kwamba yani bodaboda aende akaigonge gari. Alafu yani kwa lengo tu la kwenda kuigonga gari afa akakimbia. Sio kwamba nimesema ana lengo la kuigonga gari au labda anakuja moja kwa moja kwa sababu ya kuligonga gari na kumtia mtu shoti. Hapana, lakini naweza nikasema kwamba zile timing zinakuwa zinafeli. Si unanielewa? Mtu anakuwa na nia nzuri ya kupita lakini hajapiga mahesabu vizuri, kuna muda mahesabu yanakataa. Lakini pia baada ya hapo anagusa kidogo tu lakini anaanza tena kutoa matusi na anajua kwamba hapo amesababisha yeye ujue. Kwa hiyo mimi nataka washauri yani ndugu zako ni bodaboda wenzio washauri na uwaambie kwamba bwana watu wenye magari vita yenu na bodaboda na bajaji hii vita sio nzuri. Sisi ni vijana, wote ni vijana, nyinyi mnatafuta na watu wenye magari wanajua kwamba bwana hao wanatafuta na mnatuokoa au sio bwana? Lakini sasa shida yetu ni nini mpaka isiishe? Kidogo basi mwe mnaangalia barabarani kama kuna sehemu ya bado unaona kwamba hapa naweza nikamdisturb huyu mwenzangu hapa ambaye ana gari. Fanya uvumilivu kidogo. Kuna uhai. Mimi nasema hivyo kwa sababu yananikutaga. Yaani kuna muda naona kabisa yani jamaa kaja na sheria hapo inaniruhusu mimi nifanye chochote lakini siwezi kufanya hivyo kwa sababu nafikiria kwanza muda wangu baada ya hilo tukio, lakini pia najua moja kwa moja maisha ya bodaboda wengi ni maisha ya chini. Kwa hiyo kula yake ya leo anitafuta leo. Ukimlaza hospitali baada ya mwezi, yani ukimlaza hospitali mwezi mmoja tu michango mingi sana itapita. Uongo ndugu yangu? Unapoongea hivyo hicho unachokiongelea sio hicho. Ni sahihi, inaweza kuwa sahihi sawa, lakini usibezi sana upande wako wewe kama dereva mwenye gari. Ndo mtu ambaye unaweza kufanya jambo lolote kwa bodaboda unapokuwa barabarani na asikufanye chochote. Hapana. Maisha ya barabarani siku zote yanapokuwa inapohitajika haki, wewe fuata haki yako. Usione kwa sababu bodaboda ana mwili mdogo pale, bodaboda yake na matairi mawili, ukajua anaweza kufanya jambo lolote afu nikafanya nini? Pengine labda hata nikaondoka. Usihofie kupoteza muda eti kwa sababu unataka kusababisha labda ajali kwa sababu mtu kakuletea dharau. Hapana. Sio kuambia kwamba naweza kusababisha ajali, kwamba naweza kusababisha ajali sio nimkomeshe bodaboda. Nasema nazungumzia maisha yetu. Sisi sote tumetoka maisha ya chini tunajuana. Yaani kile shida yenu nyinyi mnajua kwamba kila mwenye gari yani labda kaokota hela au labda kapewa labda akanunue au labda ameazima tu au mtoto akishua. Hamna, watu wenye magari yao wengi wametafuta, wametoka kwenye maisha yao ambao nyinyi au sisi wote tunayaishi ya kila siku. Muona bwana. Kwa hiyo sasa kidogo nyinyi mkiwa mnajithamini au mnajijali barabarani na mnajali uhai wenu, kuna namna mtu yaani utajichukulia tofauti na watu wengine. Si unanielewa? Kwa hiyo sasa kuna muda yani mnafanya vitu vya ajabu kiasi cha kwamba mtu anaona kabisa kwamba huyu naweza nikamgonga hapa. Yaani kuna muda unaona kwamba unatumia kila namna umuokoe bodaboda yani usio kamgonga, lakini bado anakutukana. Anakutukana. Kwa nini mnatuoneshea vidole vya kati? Vidole vya kati. Kwa nini mnatuoneshea? Mimi kwa natamani sana tungekuwa tunasikilizana vizuri. Ukiona kama kwenye taa unaangalia uwezekano wa kupita, kama hamna unasubiri tu. Hii ni nzuri kwa sababu ya uhai wetu, kwa sababu ya uhai wa vyombo vyetu. Hivyo tu yani. Kwa tupige stories zingine. Kipiki chako vile umekifunga muziki kule. Hapana. Kwa nini hujafunga muziki? Sio msela. Wewe sio msela? Wala sio muone. Sio muone.
Kwa hiyo wanaofunga mziki kwenye pikipiki zao ni wauni. Mara nyingi akili zao unakuta ziko waruwaru, yani uweze ukuta dereva kafunga mziki afu akili yake yuko smart. Hapana. Nadhani si unanielewa hapo ninachokimaanisha. Hapo ni yani dereva mstaarabu hawezi kufunga mziki kwenye pikipiki. Kwanza yani unafungaje mziki kwenye pikipiki? Ina maana wewe nyumbani una redio ya kusikiliza? Kwa sababu unapofunga mziki kwenye pikipiki maki hapo unakuwa usikilize ule mziki peke yako. Tayari watu wengi waliopo nje, waliopo pembeni yako wanasikia kile unachokisikiliza. Sasa sio ustaarabu, sio kila mtu anapenda kusikiliza mziki kwa wakati ule ambao wewe umeweka mziki. Kwa mimi kiujumla pikipiki yangu mimi sijaweka mziki wala sijawahi kufikiria kuweka mziki kwenye pikipiki yangu. Lakini unasikiliza mziki na unaenjoy mziki? Mziki na kusikiliza nikiwa nyumbani au nipo labda kwako kama hivi saluni, na mziki kiaina nasikiliza. Style gani ya mziki unaipendelea maana? Mimi napenda sana hip hop. Mziki wa hip hop sana, napenda sana hip hop za mbele za bongo napenda sana. Sasa mziki wa zamani kidogo kwa sababu mwenyewe wa zamani kidogo. Mziki wa zamani kidogo. Wasanii wako watatu ambao unawakubali wa mziki wa hip hop wasio wa zamani sana sasa? Msanii wa kwanza bwana mimi namkubali Faridi Kubanda, FDQ. Kwa nini FDQ? Ana ngoma kali sana, yani ana ngoma fulani hivi ukizisikiliza yani kila ukisikiliza ngoma leo unajifunza kitu kipya. Yani kila unapoisikiliza yani unapoisikiliza leo, kesho kutwa mpaka mwaka ujao, kila siku unajifunza kitu kipya kupitia wimbo ule ule ambao unaosikiliza leo. Kwa namna fulani hivi ya flow ambazo kila siku zinakufundisha kitu kipya. Yani kila siku unajifunza, unauelewa mziki wake kila siku. Ndio maana nampenda sana yule. Hiyo nzuri mwanangu. Msanii wa pili? Msanii wa pili wa hip hop nampenda sana Disaster. Disaster Vina. Disaster anakuaga na story fulani hivi. Yani ukianza kusikiliza, yani ana ile hip hop ngumu sana, yani ana story fulani hivi kwenye hip hop yake. Story zake huwa zinavutia sana zile unapokuwa unasikiliza. Kwa hiyo naye unampenda au sio? Msanii wetu wa tatu? Msanii wa tatu nampenda sana Chidi Benz. Chidi Benz. Kwa sababu Chidi bwana anajua flow fulani hivi za papo kwa papo. Flow ya papo kwa papo. Yani anaweza akaanza kuchana sasa hivi hapa namna tulivyokaa hapa, akaanza kuletea mistari fulani hivi na inaeleweka kabisa. Ndio nachompendea yule jamaa. Unaweza kunitajia punchline moja ya FDQ? Punchline yake moja, kuna ngoma yake fulani hivi inaitwa Kashirikishwa. Yani yeye kashirikishwa na msanii mmoja hivi anaitwa Ngwea. Inaitwa CNN. Kwenye ile ngoma bwana CNN kuna sali moja hivi FDQ yeye ndo anaanza kwambia usinite half man, nite man and a half. If you think small, you remain small for life. Anamaanisha kwamba kwenye ile flow mimi napenda pale anaposema if you think small, you remain small for life. Ya unapokuwa unafikiria vitu vidogo, maana yake utazidi kuwa na mawazo madogo maisha yako yote. Ndio. Kwa lazima ufikirie mambo makubwa na utakuwa mkubwa. Au sio? Hiyo ni punchline ya FDQ. Kashirikishwa kwenye CNN na Ngwea. Msanii wetu wa pili tupe punchline yake moja. Disaster kwenye story yake moja hivi, kuna ngoma yake moja inaitwa Siku Mbaya Kazini. Unaona bwana? Katika ile story jamaa anaenda kazini, anakwambia anaenda kazini, anakuta watu wote wako getini kwa gazabu anamsubiri. Umeona? Kutamaki kuja kuuliza kuna nini, jamaa anamwambia kuna wazabuni wamekuja ofisini
kwa ajili ya biashara. Tena funguo anazo yeye. Tena funguo ninazo mimi. Ila kwa sababu nimechelewa kazini, tayari nimeshaingizia kampuni hasara. Umeona? Jamaa akaona kama kuna mipango fulani hivi ya kimbea imefanywa pale, afukuzwe kazi. Na kweli kafukuzwa kazi. Lakini kuna kwenye ngoma hiyo kuna sehemu anakwambia badala ya mambo yote hayo kutokea anarudi nyumbani. Arudi nyumbani sasa kwa mke wake. Imradi aende kwa ajili ya kwenda kutuliza basi zile gazabu zake, pengine mke wake ndo atakuwa nini? Ndo atakuwa tulizo la roho yake, lakini anakuta mke wake anakuta kwanza kuna miguno ya kishenzi mule ndani. Unaona bwana? Kuja kufungua mlango kwa gazabu akakuta usiboi yuko juu ya kifua cha mke wake. Akasema bwana, yani mke wangu mimi nitegemea atanifariji tano, analeta maumivu zaidi. Unaona bwana? Basi jamaa anajikuta anajuta tu, si ana mikosi, si nini, dakika mwisho anaanza kuwaza mambo mengine tu kwamba labda pengine sikuwajulisha ndugu, nilijenga nyumba sikuwajulisha ndugu, ndio maana kwa na mikosi na niandama kama hivi. Basi yule jamaa anapenda story zake kama hivi. Ana ngoma fulani hivi story anaandika zinaeleweka. Tumalize na msanii wetu wa mwisho mwanangu. Chidi Benz. Chidi Benz. Chidi bwana mimi namkubali, anapenda ana flow fulani hivi za papo kwa papo. Unajua aleta punchline yake moja style. Unaona bwana? Kuna ngoma yake moja hivi ameimba na Kiuchila. Unaona muda hiyo. Muda unapoteza. Kiuchila hapa anaimba kama kiitikio. Ndio. Na ile ngoma Chidi Benz ile ngoma hakutumia muda mrefu kuiandika hiyo. Kwa sababu namna anavyo-flow mle ndani inaonekana ni mistari ambayo hakutumia muda mrefu kuiandika, kama ilikuja tu kwa muda mfupi. Kuna mstari wake mmoja hivi anakuambia kuna watu waliniombea mabaya lakini hawajui kuwa Mwenyezi Mungu ndiye anayajua maisha yangu. Ndio. Kwa ukiangalia tu mstari unaonesha kwamba ni flow ambazo hakutumia muda mrefu kuziandika. Hiyo nzuri mwanangu. Hao ndo wasanii wangu. Hao ndo wasanii wako unaokubali, wasanii wako pendwa watatu. Nakubali sana. Mimi najua maisha yako ya mwaka juzi na mwaka huu yatakuwa ni tofauti. Kuna kitu umegain kwenye maisha, kwenye mafanikio. Kuna kitu kuna kitu kipya kwenye mafanikio yako, kwenye fikra zako na mawazo. Unawashauri nini watu ambao walikukatia tamani miaka iliyoisha huko? Au unawaambia kitu gani? Wale unikataa tamaki bado sijakuelewa maelezo. Yaani maisha ya miaka iliyoisha, maisha yako ya miaka iliyoisha, kwa mfano mwaka jana, yaani mtu alivyo mwaka jana na alivyo mwaka huu ni tofauti, si ndio maana yake? Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa nao miaka iliyopita wakakukatia tamani, kila mpango wako ambao ulikuwa unawapa au unawaambia wakakuona kama unawachanganyia habari. Lakini sasa hivi wakaamua kujiweka mbali na maisha yako, wakitegemea wewe labda utakuja utapotea, lakini wewe bado upo na maisha yanaendelea. Unawaambia kitu gani washikaji kama hao au ndugu, marafiki, wanawake? Mimi kwa kweli sijabadilika sana. Sema kwa miaka miwili iliyopita mpaka sasa hivi sijabadilika sana. Hauna mabadiliko yoyote ya kifedha? Mabadiliko upo vile vile. Sijabadilika sana. Basi wewe tupambane sana mwanangu. Au vipi hapo? Naona kama ndivyo hamna. Tutakuwa tushamaliza katimu yetu au vipi? Bwana, mimi ni Moody Cutting na hii ni Saluni Podcast ya Moody Cutting. Tumemaliza ndugu yetu Nelly hapa kumpendezesha, engo zimezingatiwa.